Na kwa awamu iliyopita tuliweza kuzungumzia kuhusiana na ukuaji wa ng'ombe hawa wa maziwa na pia vile jinsi wanavyotunzwa ili kuhakikisha kwamba wanakuwa ng'ombe bora na wanazalisha maziwa kwa wingi zaidi. Kwa kipindi cha sasa tunataka tuzungumzie sasa kuhusiana na ile hifadhi ya wanyama hawa. Je, wanahifadhiwa vipi ili kuhakikisha pia wanapata mazingira bora? Karibu. Asante mara nyingine tena. Nataka niwaambie kwamba hizi ng'ombe za zero grazing si kazi rahisi. Lazima uwe ni mtu ambao umejitolea. Hata kuamka asubuhi, lazima sinataka uamke asubuhi ndipo uweze kukamua maziwa mzuri, maziwa mingi. Lazima uamke asubuhi. Asa kama hapa kwetu saa tunaingianga hapa saa 10:30 asubuhi. Halafu tukikamua saa 10:30 asubuhi mpaka saa tunapatia ng'ombe period ya kutosha, ndio sasa at least akule mapema. Kisha akula mapema ndipo aweze kulala, ndio atengeneza maziwa mengine mapema. Sasa hapo ukisema unakuja saa 12 hiyo kitambo, kwa hiyo ng'ombe kitambo kule na ipate wakati mzuri ya kupumzika, unaweza pata hakuna wakati wa kutosha, inaweza kosa wakati, unaweza kosa maziwa. Hasa ile kitu tunafanya, ndio maana sisi unajitolea, unaamka asubuhi kwa saa 10:30 umeanza kukama. Alafu ikifika mpaka saa tena tunakamua mara 3 kwa siku. Alafu tena hiyo mara 3 ikifika saa 6 tena tunakamua mara ya pili. Alafu tena ikifika saa 12 tunakamua. Kwa hiyo hapa lazima uamke mapema ndio ipatie na wakati mzuri ya kukula na kupumzika. Kitu tunafanyanga tukishakamua tunaingia tunawapatia chakula dairy meal. Tunawapatia pamoja na silage. Arabu promotea tunawapatia na ikifika masaa kama saa 3 tena tunawaongezea hapa wanakuranga mara 3 kwa siku. Hiyo dairy meal ni mara 3 na silage ni mara 1 na hay ni mara 2 kwa siku. Na maybe hiyo kukamua venye umesema asubuhi, mchana na jioni, huwa ng'ombe huwa anatoa maziwa same inatoshana yote? No. Lita zote zinatoshana ama tofauti? Haitoshani. Normally maziwa ya asubuhi inakuwa ni maziwa mengi. Kwa sababu sasa unajua usiku mzima mpaka asubuhi hiyo hiyo na basi ni refu. Sasa asubuhi ndio tunakamua maziwa. Asubuhi unaweza pata ng'ombe, kuna ng'ombe anakupatia 13, kuna yule anakupatia 10. Haramu ikifika mchana naye pia unapata kuna yule anakupatia lita 8. Ikifika jioni kuna yule anakupatia labda lita 8 9 hivyo. Kwa hiyo maziwa ya asubuhi haiwezi kutoshana hiyo wakati mwingine. Na labda sasa hiyo jioni wakati machana nao wanapumzika, huwa mnawaachia chakula ama wanalala? Lazima tuwawekee chakula ya jioni. Tukishamaliza kukama hiyo jioni, tuna make sure tunawawekea chakula dairy meal na hiyo hay. Na maji, to make sure maji wako na maji ya kutosha. Sasa wakikula hiyo usiku yote, ikifika kama saa 2 unapata chakula yenye tulikuwa tunaweka imeisha. Alafu wanapumzika mpaka asubuhi. So kumaanisha na usiku mkienda kulala ng'ombe akishaingia hapa ndani, labda sitakuwa ngumu kutoka? Hapana. Tunamake sure kabla hatujatoka huku. Kuna hapa tuko na siku na watu wa usiku, security wako. Kwa hivyo kama tunaweza kuwa tumewafungia wanakula, kama tumetoka hapa kama hawajamaliza kukula, tunaambia security kwamba wafungulie hizo ng'ombe, wanakuja wanafungulia. Kuna security wako hapa. Na maybe hii structure, sasa kutengeneza hii structure inafaa unaipanga aje ndio ikuwe pia rahisi kusafisha na pia kupanga ng'ombe wako? Unaona vile imetengenezwa hapa imewekwa capros. Sasa capros inakuanga ni mzuri kwa sababu hata unakuja unapata hakuna ile teresi sana. Unaona ndio maana tuko iko rafu. Sasa hapa huwa tunaosha mara 3 kwa siku. Asubuhi tunaosha, mchana tunaosha na jioni tunaosha. Sasa hii tumeosha mara 2. Sasa tumepakiza kiwanda ya mwisho. Waseme baki jioni. Na maybe mtu anaweza tumia kitu kingine tofauti na hizi cabros, labda mawe ama kuna wale wengine wanatumia mawe hizi prox. Sana prox kwa sababu ya ile prox nafikiri prox inakuanga mzuri kuliko
Kwa sababu sasa kama ni ile ukorogea kama cement, kuweka cement bila hizo cabros, hiyo inakuanga na chipuke na kuja inatokana. Unapata at least kila mwezi unaona unafanya repair. Tuize ng'ombe ni wasita. Lakini sasa hizo cabros unaona? Unaona hizo cabros hata kama zinaenda chini, unaona kamba kwa sababu ile kukanyaga, lakini cabros siwezi kupa na nini na mpasuko. So hapo chini waliweka mchanga ama mchanga, kuna mara mwiliwekwa. Hata kuna adiko. Adiko liwekwa kabla hizo kabla siwekwa. So nitangulia unaweka mchanga, alafu unapanga. Kuna adiko. Alafu tena hiyo nini kuna red soil ikaingia. Baada ya red soil sasa kuna ile nini inaitwaje? Hii paras ile ya fumbi. Sasa cabros kaingia. So ndio mkapanga cabros ikuwe rahisi. Na maybe drainage ya maji huwa mnafanyaje? Kuna yenye inapita inaenda chini ama lazima tu ni hiyo moja? Unaona hii ndio moja. Hiyo hata maji yote inaenda huko kwa biogas. Kuna biogas pale chini. Okay. Na hii maji ya ng'ombe wakati mnamwagia hapa ng'ombe maji, maybe kuna dawa mnaweka ndani ama ni maji tu? Hii matrap. Kila baada ya siku mbili tu huwa tunasiosa. Kwa sababu unajua ng'ombe wakati imekula daily unajua akirudi kukunywa maji hapa, hiyo uchafu yote inaingia ndani. Sasa ndio unaona baada ya kama sasa hizi chana tuliosha ndio tujaza, lakini kesho tena tutaosha. Tunaosha baada ya 2 days. Sasa huwa mna make sure aje maji yote imeisha hapa ndani ndio mweke fresh? Hiyo hata tunatoa. Tunafungulia. Kama zile zingine ziko na outlet. Wakati tunaosha kuna outlet yake. Hii kama hii sasa outlet yake ndio nini kama hii yenye haina outlet tunachota. Tunamake sure tumechota kabisa, tunaleta kitambaa tunapanguza hiyo maji inaisha. So lazima ikuwe safi ndio. Kwanza hiyo sasa hii maji yenye ng'ombe zimekunywa imepaki. Atumwali iende bure ndio tunaosha. Sasa inasaidia clean up hizo. Clean up. Okay. Na mtazamaji, natumai kwamba umejifunza mengi kuhusiana na hali ya kutengeneza nyumba hii ya ng'ombe, kuanzia pale chini unavyohitaji kupanga ili kuhakikisha ng'ombe wako wanaketi mahali salama, na pia vile unawapa ile ratiba iliyo bora kwa ukuaji wake pamoja na kuzalisha maziwa mengi. Hadi kipindi kingine, endelea kutazama.